Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nashukuru Mungu wetu wa Mosi Matesi Kipingo. Namshukuru Mungu hata sasa hivi hapa nimetoka. Nilikuwa na kidogo badala walinifuata jamaa asubuhi. Wamekuja asubuhi na pikipiki mpya, wamekuja na gari kawa ya mzee. Ni cruiser wamekuja kidogo tuna asubuhi. Sijaelewa ibada nilikuwa nimepigia simu za kanisa la mama. Nitachelewa kidogo. Nilikuwa nimepitia sehemu moja hivi kuchukua hela lakini na nataka kuondoka kwa nyumbani kujiandaa kama saa 3:30 hivi wakanifuata wakaniambia wangu tumekuja tena. Wakaniambia sasa dogo tulichokuletea hapa kikubwa sisi tukai. Kwa nini unasema kanisa gani mjini Makambako makanisa yote tunafahamu. Kanisa gani unafahamu tulifahamu kanisa mjini hapa liko wapi? Mimi nikamwambia hayauzi. Akaniuliza kwani mfanyia kwa tena nikamwambia nawafahamu mtasizi mtajia mchungaji wangu nitola. Mfanyeje mfanye nini au mtengeneze nini? Basi mwisho siku namshukuru Mungu. Wakaniambia dogo sababu unaziki unatembea kanisani bila pikipiki. Chukua pikipiki Nissan hizi pikipiki amechukua kwa nani si kwa mtewele si. Naambia chukua dogo pikipiki asubuhi fungue hapa na ukitaka na hiyo gari hiyo kama hiyo mzee huyo chukua hiyo gari fungue nayo hapa basi. Wewe kubali tukuendelee kwa chini yetu miliki. Nikasema brother mimi maisha yangu nimeteseka. Na sina tamia lakini sitaki nichukue kitu cha shetani. Makofi. Sisi kitu cha shetani. Tumevutana sana kidogo wameniachia mitaa chini pale shuleni. Nimepiga chenga kidogo nikaona nimeingia mtano maana nimetokea. Kidogo nikawa nimechelewa lakini tumepiga chenga. Wale nifuatia nyuma nijua naelekea wapi. Okay. Na kwa mchungaji nani? Ndio wale nifuatia nyuma kwa sababu wao tulifika hapa nyumbani wameniambia wadogo sasa tuna wale wakubwa kama mzee wangu kama mzee wangu wengine wamemzidi hata mzee wa miaka 80. Wakaniambia sasa dogo tunahitaji kutuambia kitu. Nikasema kitu gani? Nikasema dogo huyu mchungaji kwani ni mkuu sana Makambako kuliko wachungaji wote wa Makambako mbona wakupigania kwetu. Watu mfahamu. Mtu shida sana mchungaji. Ni mzee kijana. Nikakosa swali ya kujibu la kujibu nikasema mimi nikasema Mungu anayemjua bwana. Mimi sijamuita Mungu amemuita. Mimi nilikuwa naomba haishudi kuambia kitu chochote. Mungu ananyamaza tu kimya. Nikasema wakaniambia basi dogo unataka milioni 900. Usifikiri benki sasa hivi. Milioni 900. Milioni 900 nilipokea. Wakaniambia dogo usifikiri milioni 900. Bado nishukuru Mungu mzee kanisa kandipu. Nitaka ni sina salio nikamwambia nani nimpigie simu ndio. Una shida kidogo hapa kandipu yule mzee kanisa simama yuko wapi? Sisi muone yule. Nikawa amendipu kidogo nikasema basi nikawa hiyo shida lakini tumekozana pale nimevaa viatu na nini wamechania kiatu hapa. Wamechana kiatu kama dogo kama mwanaume wamechatoa kwanza kiatu. Nimeona tu sipa guru nimekifasifazi maana nifikie tu baadaye. Wamechatoa kiatu kwa wanaume kama mimi sasa kuwapiga nao kwa sababu kupiga mimi huwezi kunipiga. Sasa mimi naweza nikampiga mtu akafa. Nikasema mimi kupiga na nyinyi sitaki. Mkono wake yeye. Ndio kwa sasa wakachukua kiatu kama kanivua kiatu akachana. Nikasema sasa nenda kasani hiyo kunifanya mjanja. Lakini mshizuri nikasema mimi sikuomba na nyenye wala sikuomba. Kwa sababu mimi mashini mwangu nimechoka. Kama majini nimetumikia, shetani nimetumikia, nyama za watu nikula. Toka mtoto wake. Haya sawa bwana tena. Amekuwa mwenyekiti wilaya Mbarali na Makambako yenyewe wakubwa wote madhehebu yote haya anayajua misali yote hayo. Na wanaoongea wenye msachungaji. Aliwachungaji wengi asante mtu ni wachungaji wengi maana maaskofu. Ni maaskofu wengi wapo na makanisa sio kila kanisa ndio maana nasema yaani kuna makanisa niseme yaani watu yaani mnaoabudu hapo Tanzania ni sana jambo la kwa sababu nisema tu niwatie tu moyo kitu moja. Huyu mchungaji ni mzee ambaye nimezana kwa 5, mzee ambaye simjui sana kindani na nijui kindani sana. Lakini mzee amenipokea na mshukuru Mungu na ni mzee ambaye anaendelea kuniimarisha na mshukuru na dadangu anitafuta simu hapa Mungu abariki sana. Amina. Na mshukuru Mungu sana. Seka huko. Huyo. Nishukuru Mungu kitu kimoja tunasema. Wewe nizungumzie sasa
nizungumzie afu niingie kwenye mambo alikuwa anasema mzee huyu. Ndio. Nitaka niseme hivi jamani. Unataka kusali, sali vizuri sana. Sababu ukichanganya maisha shetani anakuchanganya kweli. Tuseme kwa sababu nini nikwambia kitu kimoja. Watu wengi wanafikiri kusali kuingia makanisani yani kuna wachungaji wapo mjini hapa wanatafuta hela. Wana magari, wana vitambi, wanataka tu maisha. Lakini watu wanaoenda mbinguni sio hawakemei zambi. Yaani watu unajua sasa hivi dunia ifanye ndio sio inaisha, si ndio nizungumzie. Yaani watu wengi sasa wako kwenye maslahi. Sasa namshukuru mzee wetu tumepata huyo mzee, hawezi kupata mfanye kama huyu tena. Amen. Niseme tu kweli kwa sababu ni mzee hapa. Mzee kidogo ana imani kubwa. Mimi siku ile aliponiombea mzee nilikuwa nachukia kama utani, lakini kuna vitu vingi Mungu alinibadilisha. Amen. Praise the Lord. Na mimi mwenyewe kwenye maisha yangu maana hata nilikazana katika hata jana nilishindwa kufika sababu nilikuwa nafanya kazi tu hizi. Lakini kuna kitu ambacho nilijifunza kwenye maisha yangu. Kwa nilikuwa juzi na Mkengeno, tulikuwa tunafanya kazi na wale baba zangu Mkengeno. Mkengeno nikawa akaniambia Mkengeno, "Wewe jamaa, nikamwambia Mkengeno, mimi katika mtu nilifungwa mimi." Nilikuwa namwambia Mkengeno kufanya mchezo na shetani. Shetani anaga mchezo. Akanicheka, nikamwambia maisha ya mtu. Yaani wewe dada hiyo unasema kwa wewe hauna thamani, unaona thamani ndio sio shehe jamaa. Sawa ndio jamaa baba. Thamani ndio. Sio kwa. Ndio tunasema hilo. Huyu jamaa hajiwezi kuona thamani alionayo akiwa hapa. Lakini shetani anaelewa thamani alionayo, shetani anamtafuta kwa thamani alionayo. Yeye hawezi kujionea thamani alionayo kwa mimi ni mtu wa kawaida. Anaabudu kanisa anavyotaka yeye. Lakini thamani ya shetani ukiwa ndani ya shetani. Na shetani alishakukamata kama huyu jamaa kama huyu kijana, sababu shetani anataka vitu vingi. Alikamata kama huyu kijana. Cha kwanza kama mzizi basi ndio mzizi kweli. Sikia. Kama mlevi ni mlevi kweli. Sikia hiyo. Kama ni mtu ambaye mgonjwa na mgonjwa kweli. Kama msakamani kweli. Sasa kanisani samahani kanisani usiende kwa kudipu au kwa kusema makofi. Mungu akubariki bwana. Wewe malizie ni sio. Ninaambia kanisani kwa sababu nini? Kanisani kama unataka kuabudu Mungu katika roho na kweli ni sahihi. Kwa maana tukazana. Mara mimi mwenyewe wewe ni kifupi tu mzee alipozungumza. Ni kweli nashukuru na ushuhuda kwa natemea mimi sijafika. Katika ambao watu ambao nilikuwa mchawi nimeishi ucho mimi. Nimeishi katika ambao mashangu mpaka hata mamangu mzazi ajui kuwa mimi ni nani kwenye Mungu roho. Hata baba zangu walishakufa hawafahamu kuwa mimi kwenye maisha yangu nilikuwa nani. Mchawi ana siri kubwa sana na hawezi na kiapo ambacho unaweza kupiga ukaua. Hawezi kusema anayofanya mchawi. Unaelewa? Maisha ya mwanadamu yako mikononi mwa Mungu na mikononi mwa shetani. Vitu vitu. Maisha mfano kuzungumzia mimi kwa kweli kama nilivyosema mzee nilikuwa mkuu wa wilaya tuweze vijana nilikuwa vijana miaka 25 mwaka 2004 nilianza kwenye kwa vijana kama vijana katika Mungu roho mnakutanika. Nikisema Gamboshi mzangu ataonyesha vizuri maelezo. Nilifika pale Gamboshi mnakusanyika vijana kwenye Gamboshi. Asamika chakula kwenye Gamboshi nikawa mkubwa pale nikawa na wale vijana. Basi nikawa Mbalali kutoka Mbalali nikawa mkuu wa Mbeya pale tulikuwa na tuna dogo mmoja wale wa Sumbawanga akawa msaidizi wangu. Tulikuwa tumeishi hivyo tukatoka hapo ndio tukawa tunaendelea kufanya nini? Kupanda cheo mpaka kitaifa mpaka nikawa kitaifa. Ndio maana na mimi nilikuwa naenda na uzulia vikao vya Ethiopia, Nigeria, kiniambia huko Kampala, Itebe, Uganda, kiniambia Nairobi huko. Yaani sehemu Kenya, yaani sehemu nyingi za Afrika huwezi kudanganya. Lakini tulizo nishapewa kupanda ndege. Hamna, sio kupanda ndege. Sasa nini ukiuliza maisha ya mtu? Maisha yangu yalikuwa maisha kama haya. Na nimezua ni imani nyingi, nimesali mpaka Mtewele, nimesali imani nyingi sana. Na nimekalisha Samata. Lakini kuna kitu nilijifunza kwenye maisha. Toka nimefika hapo kuna kitu ambacho na mimi mwenyewe najitia bidii sana. Maana hata siwezi kushinda hata kama nikichelewa. Na nataka ni kuna kitu nikae vizuri sana na Mungu. Makofi. Nikae vizuri Mungu sababu nini? Unapoishi haujielewi thamani ulionayo. Watu wengi wanaishi shetani anachofanya shetani anafuatilia mtu ambaye aliyepoa. Shetani anafuatilia makanisa ambayo Mungu. Shetani anafuatilia hata maisha. Maana kama kanisa kama hana Mungu sana kilabu tu ambacho kilabu kile kilabu ambao wanauzaga vile pombe. Shetani anafuatilia. Lakini shetani anamtafuta kitu chenye nguvu. Ambacho anajua kabisa nikikiangusha hiki tawala mfano kama tawala ya eneo lote linaloliona nataliona Mungu. Kwa sababu huyu mtumishi yuko hapa mchungaji. Amen. Unaelewa?
inagawanyika. Kwa mfano hata mchawi akipita kwenye tawala kama hii hapa akipita, hawezi kupita kwa sababu anajua hii tawala inamilikiwa na tawala la Mungu. Anaweza kutafuta njia nyingine akapita. Anajua kabisa hapa nini? Yaani kila anga linashikiliwa na kuna mfano kama una anga, mfano kama huu mtaa, kuna mkuu wa mtaa anashikilia juu anga. Yeye ndio mwenye mamlaka kusema leo watapita watu wangapi? Leo watafanya. Sasa kama kuna mtumishi wa Mungu ambaye amemshikilia kwenye mtaa huu, ndio mchawi wote wasikanya. Ndio maana nataka niseme tu kifupi sana. Jamani, kama ukiigiza kwa shetani anachinja na ua, na shetani mwadhibifu. Ndio maana sasa mimi mwenyewe nafuatilia kwa sababu maisha yangu kweli nimeishi kwenye maisha giza sana. Na kusali nimesali sana, lakini sipendeki sana nasema tu kweli. Kwenye maisha yangu. Yaani ni maana kama mzee, kuile hali ya kujiinua sana. Nimeabudu makanisa mengi 120 imani. Nimesifuata hata makambango hapo. Lakini kila mtu anaweza kama ukajieleza. Nilijieleza kwa watu wengi sana, wachungaji wengi. Lakini watu wengi kama wananiuliza, wewe mbona ubadiliki? Hauna maisha kubadilika. Lakini niwaambia mimi nahitaji mtu nipate, hata nilikuwa naambia hata mkengeno blaza, nipate mtu mwenye nguvu. Anizidi nguvu. Kwa sababu mtu mimi nikimzidi nguvu hawezi kunitoa pepo. Makofi. Nikasema mtu anayezidi nguvu hawezi kuniambia. Lakini namshukuru Mungu nimefika hapa, Mungu amenitetea. Na mimi leo niseme tu jambo moja kwenye maisha yangu. Yaani siku zote kwenye maisha yangu nahitaji furaha. Siku zote kwenye maisha yangu nahitaji kuishi, sababu yaani shetani alivyo hivyo. Unapoona kwenye mitandao sijui wakina nani, wengine wamesema wataja majina. Yaani katika ulimwengu wa roho. Sasa nizungumze